ndugu wajumbe wa kamati tendaji, ndugu mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya Nyasa, nitumie fursa hii kuwakaribisha sana wanachama na viongozi wa ngazi mbalimbali kutoka kwenye kata na matawi. Tumewaiteni hapa ninyi vyombo vya habari. Kuna jambo kubwa la kulifanya siku ya leo ndani ya ofisi ya jimbo la Iringa mjini. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, niseme pia ni mwezi huu wa 5 tarehe 2 ndipo chama kilifungua dirisha la usajili ndani ya jimbo la Iringa mjini. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa usajili. Kwa hiyo nitamuita katibu atueleze kwa nini tuko hapa. Yeye ndiyo mtendaji wa chama jimbo la Iringa mjini. Karibuni sana. Chadema Vema. Chadema Vema. Stronger Together. Ndugu waandishi wa habari, waheshimiwa viongozi wa kamati tendaji, mheshimiwa mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, na wageni waalikwa, wanachama, niseme sisi kama Chadema jimbo la Iringa mjini tulikuwa tumekaa kikao chetu tarehe 13 kamati tendaji jimbo la Iringa mjini. Tukawa tumeona kuna umuhimu, kikao chetu cha leo ni kikao ambacho cha dharura, ni kikao ambacho kimeandaliwa na kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Lengo la kikao hichi na dhumuni la kikao hichi cha leo ni kwamba kuna wanachama wenzetu ambao walikuwa wameamua kujiunga na chama chetu wakiongozwa na mheshimiwa Simon Peter Msigwa. Tuna wanachama leo watatu tunawapokea. Kamati tendaji inaona kuna umuhimu wa kuwaalika tuje tuwasikie, na tushirikiane nao, tuzungumze nao ili tueleze dhamira yao ya kurudi kwenye chama chetu na kujiunga rasmi na chama chetu. Tutawasikia hapo baadaye, lakini kimsingi kwa mujibu wa katiba yetu ya chama ni kwamba sisi chama chetu na uhai wa chama chochote cha siasa ni kwamba ni wanachama. Kwa hiyo siku ya leo kwetu sisi ni siku muhimu sana kama chama kwa jimbo la Iringa mjini, na kipekee sana kwamba alikuwa kiongozi wetu wa jimbo, nadhani alikuwa mbunge kwa zaidi ya miungu miwili, niseme miaka 10 jimbo la Iringa mjini. Na kwangu mimi binafsi niseme mheshimiwa mchungaji Msigwa kwangu mimi ni mwalimu, lakini pia kwenye siasa nimejifunza vingi kupitia yeye. Nadhani toka mwaka 2014 nimekuwa nikimfuatilia kisiasa. Hapo nilikuwa nipo shule, nilikuwa nikisoma, lakini baadaye ndio nikaja kuamua kuja kwenye siasa. Lakini hiyo yote niseme ni mchango wake ambao ameufanya mchungaji. Kwa hiyo sisi kama chama jimbo la Iringa mjini tunathamini mchango wake, na amekuwa kiongozi ambaye akiwa mstari wa mbele katika kufanya siasa za kupambania uhuru, kupigania haki, siasa za kutetea watu, kutetea raia. Kwa hiyo kipekee tukaona kuna umuhimu wa leo sisi kumwalika kwenye kikao chetu cha kamati tendaji, na wale wengine ambao wanachama walikuwa wameondoka, tuwaalike wafike kwenye kikao chetu ili waje tuwasikie na wao dhamira yao namna gani ambapo wanaweza wakazungumza. Lakini na sisi kama kamati tendaji tuseme tunawapokea, karibuni sana. Tunawapokea kwa mikono miwili. Nadhani baada ya hapa nitapata nafasi pia kuzungumza, lakini kwa niaba ya wanachama wengine nadhani ataanza pia kuzungumza mheshimiwa mchungaji Peter Msigwa, tumsikie dhamira yake. Lakini sisi kama kamati tendaji tupo tayari kupa ushirikiano, kufanya kazi na wewe. Tunajua mchango wako, tunajua uwezo wako wa kisiasa, tunajua personality yako kwenye siasa. Kwa hiyo tukaribishe sana, na kwa niaba ya mimi ambaye ni mtendaji wa chama nakukaribisha sana mchungaji. Stronger together. Stronger together. Asante sana. Nakosa maneno mazuri ya kusema, lakini nenda mashariki au magharibi, nyumbani ndio bora zaidi. Wazungu wanasema east west home is the best. Kwa hiyo napata kigugumizi kwa sababu nikiziona sura hizi nyingi hapa, wote hapa tumetoka safari ndefu sana kwa pamoja. Wengine toka mwaka 2010, wengine kabla ya hapo
tumepanda milima na mabonde pamoja. Kwa hiyo kwa muda wa takriban kama miaka miwili mwenzenu nilikengeuka. Sijali. Na kama nilivyoandika kwenye ukurasa wangu wa Twitter na mitandao kwamba ni baada ya kutafakari kwa muda mrefu, ilikuwa ni tafakari ya muda mrefu sana. Toka lile tukio la tarehe 29 ilichukua muda mrefu sana, kwa sababu ilikuwa sio jambo la rahisi kutafakari na kuangalia dhamira yangu ni nini, kile ambacho naona ulikuwa wito wangu ni upi, na jinsi miaka yote ya nyuma tumemtegemea Mungu. Baadaye unakuta unahama, unaanza kumtegemea mwanadamu. Hilo jambo lilianza kunifikirisha zaidi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kitaifa nimeonana na taratibu za chama zinasema uende kwenye tawi lako, mimi tayari kali nishapata kwenye tawi langu na taifa nimeshazungumza nao, lakini washukuru sana kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Niwapongeze sana kwa kupita na chama hiki katika wakati mgumu sana wa watu kuwekwa ndani, watu kuuawa, watu kupotea, na mpaka sasa naona mwenyekiti wetu wa katibu nadhani wa vijana wa mkoa bado mwenyekiti wa vijana wa mkoa mpaka sasa haeleweki alipo. Haya ni mambo ambayo mmepita katika kipindi kigumu sana. Niwape pole sana sana sana, lakini niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini niseme tena kama nilivyosema, si pamoja na changamoto ambazo naweza nikasema nina sababu ya kujitetea mpaka kufanya maamuzi ya kuhama, hazina mashiko. Nilipaswa niamue tofauti. Unajua ukiwa kwenye nyumba yenye dari alafu imeshika moto, watu walioko chini hawauoni moto, ukiruka ukadondoka chini watu watakulaumu kwa nini uliruka, kwa sababu ule moto kule juu wao hawafanyi nini. Kwa hiyo lawama utapewa wewe uliyefanya nini. Moto umeuona wewe wenyewe hawaoni. Kwa hiyo wengi wenu moto niliokuwa nao mimi mwenyewe mlikuwa mfanya nini. Kwa hiyo wale wote wanaonipinga, wanaotupinga, wanaotukataa, wanaotupokea, wote mimi naona wana haki, kwa sababu ule moto wa ndani walikuwa wafanya nini. Lakini hiyo sio sababu ya mimi kusema sasa turudishe yale mambo ya nini ya zamani. Mimi naomba wanachama wenzangu ambao sasa tumetoka mbali, narudia tena, naomba mnisamehe kwa sababu tuliacha hizi vita kwa pamoja, tulitakiwa tuendelee, nitakiwa nipambane, nigugumie humo, lakini kwa sababu labda ya wazungu wanasema ego, yani nijiangalia mimi mwenyewe kwa sababu nimeumizwa sana, kwa hiyo lazima nijirudishie. Nadhani sikufanya vizuri, nitakiwa nitulie, niendelee kupambana, lakini yameshatokea, ndio maana naombeni radhi sana, sina la kujitetea. Na sijaja hapa au sijarudi tena Chadema kwa sababu nataka cheo. Sijaja hapa kuleta makundi. Mimi nataka adui yetu mkubwa ni umaskini. Adui yetu mkubwa ni magonjwa. Adui yetu mkubwa ni ujinga. Lakini adui mkubwa zaidi ni ukosefu wa haki katika taifa hili. Adui mkubwa kabisa katika taifa letu la Tanzania ni mifumo ya kisheria ambayo imefeli kufanya kazi. Mahakama badala ya kuwa chombo cha kisheria ambacho kila Mtanzania anapaswa awe chini ya sheria, mahakama kimekuwa chombo cha watu binafsi ambao wanaweza kutumia vyovyote kuwaumiza Watanzania. Hayo ndio tunayoyadai. Vyombo vya dola vimekuwa vikitumia kuwapendelea baadhi ya watu badala ya kwamba viwe vyombo vya umma ambavyo kila Mtanzania awe anaamini kwamba akienda polisi atahudumiwa, hataonewa. Vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa ni vyombo vya kupendelea baadhi ya chama cha siasa, kitu ambacho ni kinyume na duniani kote. Nchi zimeanguka pale ambavyo vyombo vya umma kama mahakama, polisi, jeshi, tume za uchaguzi zinapokuwa vyombo vya watu wachache badala ya kwamba viwe vyombo vya kitaifa. Nchi hailindwi na majeshi pekee kwenye mipaka. Nchi, usalama wa taifa unatakiwa uhakikishe kwamba mahakama inatoa haki kwa wananchi, tume ya uchaguzi inatoa haki, mwananchi akienda kupiga kura awe na uhakika kwamba kura yangu itahesabiwa. Sasa kama vyombo hivi vya haki havitoi haki, mtu akipiga kura anakosa imani, na akikosa imani pressure inapanda.
Matokeo yake viongozi walioko madarakani wanashindwa kujibu hoja ambazo wananchi wanauliza, wanashindwa kutatua matatizo ambayo wananchi wanatatua. Huyo ndio adui. Kwa hiyo kwa pamoja sisi sasa, mimi nataka tushirikiane, na heshimu uongozi. Mimi mkinialika popote niko tayari. Haya ndio tuyasimamie kuhakikisha hii misingi yote ya taifa letu irudi. Ukisoma historia ya dunia, dola kama ya Rumi, dola ya Rumi ilikuwa na nguvu sana duniani. Dola ya Rumi haikuanguka kwa sababu jeshi lilikuwa dhaifu. Dola ya Rumi ilianguka kwa sababu hii mifumo niliyoizungumza iliferi. Ilipoferi, jeshi la Rumi wanasema lilikuwa na nguvu kiasi kwamba hata kukiwa na gema, wakiambiwa mbele tembea, walikuwa wanatembea, wanaona wenzao wanakufa na wenyewe wanaenda, kwa sababu walikuwa watii sana kwa viongozi. Lakini dola ilianguka kwa sababu mifumo ilianguka. Ukiwa na mahakama dhaifu, nchi haiwezi kusimama. Ukiwa na jeshi la polisi dhaifu linalopendelea chama kimoja, lazima migogoro ya nchi itatokea. Ukiwa na mifumo ambayo, kwa sababu hiyo ndio roho ya nchi naishika taifa. Kwa hiyo mimi ninataka tuongeze hiyo nguvu. Wakati wenzetu upande wa pili wanataja madaraja, wanataja barabara, wanataja vituo vya polisi, wanataja miundombinu, vitu ambavyo ni vya muhimu. Lakini cha muhimu cha kwanza ni utu wa binadamu, haki, demokrasia, uhuru wa watu, utu ambao huyu mwananchi akiwa na utu na demokrasia, hivyo vitu vyenyewe ndio vifuate. Hamuwezi kupunguza vifo vya mama na mtoto, vitu ambavyo ni kweli vimepungua, lakini wakati huo vijana wanapodai haki wanauawa barabarani. Sasa kuna faida gani upande huu upunguze, alafu tena ukufanya nini? Uue, inakuwa haina msingi. Kwa hiyo mimi hayo ndio malengo yangu. Sasa hata nikifa nitakufa nikiwa na amani. Ni kama nimetoa mzigo kwamba nimeishi nikiwa na suffocate. Naona wito ambao Mungu alinipa ulikuwa sio ule. Kuna mambo mengi ambayo mtaniuliza labda maswali kwamba ulikuwa huku, ulisema haya, wameniuliza haya na haya. Hivi jamani, hivi Chama alipokuwa Yanga ataacha kuifunga Simba? Si atacheza formation ya Simba jamani? Sasa nilikengeuka nikawa nacheza formation ya kule. Sasa ningefanyaje? Kwa hiyo mnisamehe yote. Mnisamehe yote. Na sasa hivi Chama si amerudi Simba, mnaona tena anafunga nini? Anafunga Yanga. Sasa hayo tukianza kukusanya moja moja mtayakuta mengi. Sasa nilikuwa nacheza formation ya mpira wa kule, ulikuwa kule. Vinginevyo wasingenipanga kwenye namba. Sasa utachezaje sasa? Kwa hiyo niseme kwa kifupi, nimefurahi sana kurudi nyumbani. Naomba tushirikiane, tujenge umoja wetu, tujiepushe kwenye migogoro ambayo haina sababu. Na kwa kweli naomba, sijaja kutafuta cheo chochote. Mimi nataka kufanya kazi ya nini? Ya chama. Kwa sababu sifa kubwa ya mwanachama ni kuwa mwanachama wa chama. Vyeo vinakuwaga ni matokeo. Na vyeo unapewa na wananchi bwana, na wanachama. Wakitaka wanakupa, kama wataki hawakupi. Mimi nimekuja kufanya kazi. Pale mtakapoona kama nafaa, niko tayari. Kama ushauri, niko tayari. Alafu pamoja na kosa nililolifanya, lakini bado nilipoenda CCM nimejifunza mambo mengi. Kwa hiyo nadhani naweza nikawa shamba darasa vile vile, kwa sababu mimi ninajua upinzani ukoje. Sasa kwa sehemu najua na CCM ukoje. Kwa hiyo najua CCM kiasi, huku na kujua zaidi, lakini sasa niko kwenye nafasi nzuri ambayo wengi hamyajui sana ya kule ndani. Kwa hiyo huku tunajuana vizuri, lakini kule ndani wengi hamyajui. Tujenge siasa za hoja. Wananchi wanataka siasa za nini? Za hoja. Tuongee siasa za hoja ambazo zitawasaidia wa Tanzania kwa ujumla. Kwa kweli nisiseme maneno mengi sana. Niwashukuru sana hata kwa kunikaribisha. Nashukuru sana kama tendaji na uongozi kwa kunikaribisha rasmi hapa kwenye chama. Mungu awabariki sana. Asanteni sana, sina mengi zaidi. Mchungaji Msigwa, mimi naitwa Francis Godwin, natoka Matukio Daima. Nilikuwa na maswali kwako na maswali kwa chama. Kwako wewe, kwamba nakufahamu Mchungaji Msigwa kwamba ulianza siasa ndani ya vyama vya upinzani, kama sijakosea ni TLP, kabla ya kwenda vyama vingine na kuweza kufika CCM. Umezungumzia swala la demokrasia, utawala bora kutokuwepo ndani ya nchi hii. Na tunatambua toka umeingia ndani ya vyama vya upinzani, chama kilichokuwepo madarakani kilikuwa Chama cha Mapinduzi, na siku zote ulikuwa na ubiri kutokuwepo kwa demokrasia.
Sasa kitu gani kilikutoa ndani ya chama chako cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambako mlikuwa mkijenga demokrasia, kupambania demokrasia na kwenda ndani ya CCM? Lakini pili, umezungumzia swala zima la wewe kuomba kusamehewa ndani ya chama hichi, na unatambua wewe mwenyewe kwamba kwa kiasi gani kwamba kupitia hawa wanachama mlivyokijenga chama hichi kwa hali ya jua mvua mpaka hapa ambapo upo, kwamba naweza kusema ni pamoja na jitihada zako, lakini Chadema na hawa wanachama ndio waliokujenga. Sasa leo umeenda ndani ya Chama cha Mapinduzi, umerudi huku ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambako hawa ni matunda yako. Watakuamini vipi tena leo kwamba wewe Msigwa si Yuda ndani ya chama cha Chadema na si Yuda ndani ya chama cha CCM? Leo imani yako nafikiri unawaaminisha vipi, ukiacha kwa maneno matamu ambao unawapa kwamba kusamehe? Yatosha tu kusamehewa kwa kusema tu, ama matendo yako kwa kiasi gani wataamini? Asante sana. Pamoja kwamba nienda CCM, katiba ya Chadema naijua kidogo, kwa sababu nimekuepo, nimezaliwa humu, nimekulia humu. Vyama vya siasa vilivyoundwa vilijua kwamba wanachama wanaweza wakakengeuka, wanaweza wakachukizana, wanaweza wakahama. Ndio maana kwenye katiba ya chama imetoa provision kwamba mwanachama aliyeondoka au kufukuzwa akitaka kurudi kwenye chama anaenda kuanzia kwenye nini? Kwenye tawi. Sasa swala la kuaminika au kutokuaminika, huwezi kusimama hapa zani kusema jamani naomba mniamini. Watu kukuamini, huwezi kudai kuaminiwa. Watu kukuamini, wewe mwenyewe lazima ufanye nini? Ujidhihirishe, ujithibitishe. Kwa hiyo nimeanzia kujibu swali lako la pili. Kwa hiyo kuaminiwa kwangu, natambua, nilivyosema nilikuwa na tafakari, nilitambua katika hili kurudi kwangu Chadema, nilijua kuna makundi haya matatu. Kundi la kwanza, wapo wale ambao wamekunikubali, wamenipokea na wamefurahi. Kundi la pili, wapo wale wenye mashaka. Kundi la tatu, wako wale ambao hawataki, wengine mpaka kwenye message wananitukana, na wengine wamenuna. Nilijua ya makundi yote yapo, na haya makundi yote mimi nayaheshimu na yapokea, na wote wana haki, kwa sababu kuna watu wengine waliniamini, nilivyoondoka niliwa disappoint. Kwa hiyo swala la kuamini, wajipe muda. Mimi ni Mkristo, Yesu anasema mtawatambua kwa matunda yawe. Kwa hiyo mtanipima kama huyu mtu janja au iko vipi. Hilo labda nilijibu kwa kifupi, lakini wote natoa uhuru wale wanaotaka kunidiscuss, kunichambua. Sina kinyongo na mtu yoyote, ndio siasa. Kwa sababu kama sisi au kama mimi nataka kuanza kukosoa wengine, lazima na mimi nikubali kukosolewa, kwa sababu mimi sijakamilika. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo halitaki ukosoaji, halitaki uwajibikaji. Yaani siku hizi Tanzania kukosoa ni kosa yani. Yaani ukikosoa kwa bwana hili shati umevaa vibaya, kosa. Tayari unaogopa watu wasiojulikana. Haya maamuzi ninayofanya sio madogo. Nilitishiwa na watu kwamba unaondoka sisi watakumaliza. Nikasema basi watumalize wote, watazaliwa wengine. Kwa sababu hatuwezi kunyamaza kusema nini? Kusema ukweli. Ilifika mahali yamefika hapa. Kuua watoto wetu, kuwachinja. Wazazi washindwe hata kuzika watoto wao. Wengine wamepelekwa mochwari wazima. Alafu mimi niendelee kusema kidumu Chama cha Mapinduzi. Na mtoto wangu alisema hivi, baba, mimi na kakangu Peter na Jimmy tungekuwa tumekufa hapa, ungeendelea kusema kidumu Chama cha Mapinduzi barabarani? Kweli unasimama unasema kidumu Chama cha Mapinduzi, unataka cheo? Hiyo haiwezekani. Na mchungaji mmoja anaitwa Bonhoeffer wa Kiruteli, alikuwa kule Ujerumani miaka ya utawala wa Hitler, alisema evil in the eyes of evil in the na sawa kidogo, anasema kunyamazia, silence in the eyes of evil is evil. Kunyamazia uovu ni uovu. Hivi ni kitu gani katika taifa hili kitatufanya Watanzania tupinge uovu zaidi ya maisha ya watu? Kama hatuwezi kupinga uovu zaidi ya maisha ya watu, tutapinga nini? Kwa hiyo hili swala la kuua watu waliouawa na serikali yao wenyewe, hili sio swala hatuwezi kuvumbia akili. Na swala lako la mwisho la kwamba kitu gani kilinitoa Chadema, nimefafanua sana hata wakati naondoka. Kuna mambo ambayo japokuwa nilikuwa sipendi sana kurudi kwa labda kwa sababu nimeuliza, lakini kuna mambo ambayo ndani ya Chadema mimi hayakunilizisha, hasa kuhusiana na demokrasia, uendeshaji wa chama, niliyazungumza sana. Lakini namshukuru Mungu hata wana Chadema hawa
walipoenda kwenye mkutano mkuu, ule uongozi wote waliubadilisha, umekuja mpya ambao naamini unafanya mambo mazuri chini ya uongozi wa Tundu Lissu. Ndio maana hayo mambo yaliondoka, uongozi mzima wote uliondoka, wengine wakakimbilia Chauma, wengine yale yote niliyozungumza yalitokea. Lakini hayo haya justify kwamba mimi nilipaswa kuondoka, nilipaswa niseme nikiwa mle ndani. Naamini kwamba ukiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, Msigwa ulikuwa umepewa imani kubwa sana kwa kutembea na makamu wa rais wa nchi hii Daktari John Nchimbi. Lakini ukiwa ndani ya Chadema pia ulipewa heshima kubwa sana kuwa mjumbe wa kamati kuu ambayo unayajua yote ya chama, na kule CCM unayajua yote ya chama. Kwa kiasi gani sasa hawa wana Chadema wanaamini huyu Msigwa ambaye amerudi, ambao alikuwa amekubatiza jina kama Yuda, kwamba Yuda sasa amerudi kuwa malaika, hataendelea kutoa haya ya kwetu, na hawa wa CCM watakuamini kwamba sasa mambo yetu yatakuwa salama, hasa ukizingatia kwamba umezungumzia swala zima la Oktoba 29, yaliyotokea Oktoba 29, na mtoto wako alikuuliza kama mimi mtoto wako ningekufa hapa ungeendelea kusema Chama cha Mapinduzi? CCM oye! Sasa hatari yako, hauoni kama unaishi katika mazingira hatari sana, hawa kutokuamini kwamba siri zao utazitoa, na hawa ambao ulikuwepo huko kwamba sasa Msigwa anaenda kuendelea kutoa siri? Kwa kiasi gani utavumilia? Kwanza kujibu swali lako, mimi sijawahi kuwa kwenye vikao vya Chama cha Mapinduzi. Nilikuwa mwanachama tu. Kwa hiyo mimi sijaingia vikao vyovyote vya Chama cha Mapinduzi. Lakini la pili, naona kama swali lako unarudia lile. Kwa sababu hapa siwezi hivi niwaambieje ili niseme mniamini. Mtaniaminije sasa? Si mtaniamini baada ya kukaa na mimi. Mtakaa na mimi lakini sasa mniaminiki. Huwezi kupita mitaani huko. Ukipita hata kwa mitaani huko utasikia fulani ukimkopesha atakulipa. Mwingine ukimkopesha fani. Lakini hakusema pale mimi ni muaminifu. Na maana walishampima wakampa akalipa. Wakampa akalipa. Sasa na mimi watu wanipe muda wataniamini, lakini siwezi kutoa black and white kwamba sasa nikisema hivi ndio mtakuwa naaminika. Hiyo inachukua nini? Inachukua muda. Wengine wananiamini, yani kuna wengine wameniamini mpaka saizi hapa. Wengine hawajaniamini. Lakini hii ndio gharama ya kwamba ukifanya maamuzi mabaya ya jaziba, unaporudi tena kwa wenzako, wengine watakuwa na mashaka. Kwa hiyo lazima uruhusu watu wanaokuwa na mashaka, kwa sababu wewe mwenyewe umeonyesha nini? Umeonyesha mashaka. Kwa hiyo mimi nikiwa nakataa kwamba watu wasinionyeshe mashaka, nitakuwa nafanya makosa. Watu wana haki ya kuwa na mashaka, lakini natoa elimu kwamba wanipime. Sisemi hawa viongozi na chama hiki moja kwa moja waniamini moja kwa moja, wanipime. Baadaye watasema nadhani Msigwa yuko sawa. Lakini mifano iko mingi. Wakina Wasira alihama akaenda wapi? NCCR akaenda baadaye CCM wakamwamini huyo aliyehama, wakampa na makamu wa nini? Kwa hiyo ukianza mifano mingi, nikianza kusema mifano mingi duniani iko mingi sana. Watu kuhama vyama kutoka huko kwenda huko imetokea. Moja ya kiongozi mahiri duniani na anaheshimika Uingereza, anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill alianza na chama cha Liberal, kuna vitu walikubaliana, akaona kwamba taifa linaharibika. Akahamia chama kinaitwa alikuwa conservative, akahamia Liberal. Baadaye Liberal nao wakaleta shida, akarudi tena kwa. Lakini ni mmoja ya viongozi wanaoheshimiwa sana kule wapi? Kule Uingereza. Winston Churchill ndiye alisimamia Uingereza kupambana na Hitler wakati nchi nyingi za Ulaya zilikuwa zinashindwa. Lakini kulikuwa na sababu ya msingi iliyofanya afanye hayo mambo. Kwa hiyo kuaminiwa, lazima watu wawe na mashaka, na ndio demokrasia. Huwezi kuwalazimisha watu. Tukitaka kulazimisha watu tunaingiza hofu tena kama ya Chama cha Mapinduzi ambao hawataki. Ukisema maendeleo hayapo, kosa. Ukisema unakosoa kirungu, sasa maisha hayahusu. Tunataka uhuru wa kidemokrasia, watu wahoji, wawe na mashaka ili wanipime. Na kwa sasa hivi naamini wakinipima, wakiona natosha, nadhani nitakuwa mkali zaidi kama Simba ambaye amepoteza watoto. Sasa labda swali la mwisho, kwamba Msigwa kwamba uliondoka na kundi la wanachadema. Tulishuhudia katika uwanja wa Mwempetogwa kwamba uliondoka na wanachadema. Na wale wanachadema bado ningemshauri Francis labda ungetafuta interview yako nyingine. Maana kwamba yani master mapana ya chama kwamba wale ambao uliondoka nao utawarejesha, lakini la mwisho kwamba yasadikika ulinunuliwa. Kwa kiasi gani naaminisha kwamba hukununuliwa? Yani hapa naweza nikasemaje sasa kwamba ninunuliwa au nisikununuliwa, nafanyaje yani?
Na wanauza wapi watu? Wananunua wapi kwa bei gani? Soko liko wapi? Mimi nadhani kama una maswali nitafutie. Ndio, labda kwa upande wa chama kwamba Msigwa ambaye alikuwa kiongozi wenu na baadaye kuweza kwenda Chama cha Mapinduzi leo amerejea. Mmempokea Msigwa, yawezekana na wanachama wengine. Nini rai yenu kwa wanachama hasa katika ujenzi wa chama wakati wa mvua na wakati wa jua? Asante sana kwa swali lako zuri, ambacho naweza nikazungumzia kwamba miongoni mwa malengo ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo sio kuzungumzia hamahama. Sisi mgogoro tulionao ni kuhakikisha tunaitoa hii dola iliyopo utawala. Kwa hiyo watawala sisi ndio adui yetu namba moja. Kwa hiyo sisi hatujadili kuhusu kuwa huku au kuwa huku, hiyo sio agenda ya Chadema. Kwa ambacho naweza kuzungumzia ni kwamba mtu yeyote mahali popote alipo, tumefungua dirisha la usajili, tukasema ambao wanaona wimbo tunaoimba wana uwezo kuimba na wanatuelewa tunapopigania haki na maslahi mapana ya Watanzania, waje tuungane. Nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba Chadema ilianzishwa wakati tumetoka kwenye mfumo wa chama hiki kimoja. Tafsiri yake ni kwamba Watanzania wanapaswa kujua Chadema inapoanza idadi kubwa ilimeza watu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo baada ya hapo tumeendelea na wengine wameendelea kuzaliwa. Ndio maana nataka kutoa hiyo dhana ya kwamba mtu ametoka huku ameenda huku tukageuza hoja. Hoja ni kwamba watawala wameshindwa kuongoza taifa, na ndio maana tunasema tunatakiwa tuungane na nguvu kwa pamoja tuwatoe madarakani. Kwa hiyo yeyote au Chama cha Mapinduzi, leo hii hapa tunaye aliyekuwa katibu mwenezi wa ACT hapa anarudi Chadema. Kwa hiyo hoja yetu sisi ni kuunganisha nguvu. Mtu yeyote mwenye mlengo kwamba anataka haki kwenye hili taifa ifanyike, ina maana naungana na Chadema. Ndio chama pekee kilichoshika malengo ya kumkomboa Mtanzania. Kwa hiyo nafikiri hilo nimekujibu sahihi. Labda sasa ni masharti gani ambayo mnampa mchungaji Peter Msigwa ambaye alikuwepo akaondoka na anaomba kuaminiwa? Kuna masharti yote ambayo chama kinatoa, lakini bei yake kwamba kwa kiasi gani nyie chama kama chama mnaendelea kumwamini Msigwa na wenzake kwamba sasa hawa wamefika Chadema hawatatoka tena? Jambo lolote tunalolifanya ndugu zangu tunafanya kwa mujibu wa katiba. Katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yenye kwanza inaamini katika nguvu ya umma. Baada ya kuamini katika nguvu ya umma haina ubaguzi. Ikaeleza mwanachama mwenye miaka 200 miangapi na mwanachama anayejiunga kwenye chama muda huo wote wana haki sawa. Kwa hiyo niwaondoe shaka na wale wanaofikiri wanachama kwamba aidha vyeo au nini. Misingi ya katiba yetu inasema mwanachama wa zamani na mpya wote wana haki sawa. Kwa hiyo sitakubali kuona kuna mtu ambaye anakiuka katiba ya chama. Msigwa hapimwi kwa kuzungumza kama alivyozungumza leo, anavyojieleza, anavyojitetea. Msigwa atahukumiwa kwa matendo atakayoyatenda akiwa amejiunga na Chadema. Amen. Sijui kama naelewa. Kwa Msigwa haja ahukumiwe na wanachama wengine, yuko Imeda Makela yuko hapa, yuko Fred Ngamilo yuko hapa, nao nafikiri watapata wasaa kuzungumza. Yupo katibu mwenezi wa ACT ambaye anahamia Chadema leo. Kwa hiyo hawa tunawapokea kwa imani kubwa. Imani itaanza kuondoka pale wanaposhindwa kusimamia misingi ya taasisi yetu. Kwa leo sio maswali sahihi kutaka tuamini au tusiwaamini. Sisi tutarudi tena kwenye vyombo vya habari kwamba wale tuliowapokea sasa wamekiuka misingi. Tena sio kwa kundi, kwa mmoja mmoja kadri itakavyokuwa amekikosea chama. Lakini kwa imani yangu hawa watu wanarudi kwenye Chadema, ninawafahamu. Nimefanya nao kazi, wengine ni walimu. Msigwa ni mwalimu wangu mimi. Msigwa nimeanza kufanya naye kazi mimi katibu mwenezi wa tawi la FFU. Nimefanya naye kazi mimi nikiwa katibu wa kata ya Gangilonga. Nimefanya naye kazi mimi nikiwa katibu mwenezi wa vijana jimbo la Iringa mjini. Nimefanya naye kazi nikiwa katibu mwenezi wa jimbo la Iringa, na anarudi bado nikiwa katibu mwenezi wa jimbo la Iringa. Kwa hiyo ninawafahamu. Kwa hiyo ninaomba niwaambie umma, tumefanya usajili wa wachezaji bora. Amen. Yeyote anayekuwa na maneno, anayeona na maneno ni yule ambaye hachezi vizuri, ana wasiwasi na namba yake. Naye namshauri aongeze mazoezi, bado anayo nafasi. Asante sana. Labda kwa kumalizia kwamba tuliona kwamba
nyie wana Chadema baada ya Msigwa kwenda Chama cha Mapinduzi mlimpa majina ajabu ajabu na kumuita Yuda, na Msigwa leo hapa ameongea kwamba ameomba radhi kwamba anatubu kwa yale yote yaliyofanyika. Kwa kiasi gani kwamba mnafuta uyuda wake, lakini bii yake kwamba ofisi hii ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu. Nakumbuka marehemu Frank John Nyarusi na kipindi cha kina Msigwa ndipo ilipoanzishwa hii. Leo tunaona kwa mara ya kwanza Msigwa amerudi na ofisi inafunguliwa. Ni kwamba Msigwa akafadhili ofisi hii au la? Asante sana kwanza kwa swali zuri. Jambo la kwanza, siwezi kujibia mtu aliyezungumza ambaye mimi simfahamu kwamba alisema Msigwa ni Yuda. Kwanza kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini hatujawahi kukaa kikao na kubatiza majina watu. Jambo la pili ni kwamba hii ofisi tangu nimeingia madarakani imeendelea kuwa ofisi ya jimbo la Iringa mjini. Hiyo naomba watu waelewe. Kwa hiyo mkumbuke kwamba chama kilikuwa kwenye zuio zaidi ya mwaka. Hivi haikuwa inafunguliwa kwa sababu ya zuio la kimahakama. Mahakama imeamuru shughuli za Chadema ziendelee. Unawezaje kuuliza swali kwamba Msigwa alikuwa na ofisi akaondoka nayo alafu akarudi nayo? Sasa kama katibu mwenezi kwamba tukaribishe mwanachama tena mwingine naye aweze kusema machache. Ataanza Imelda Makela, atakuja Fred Ngamilo, alafu atamaliza na Saleh. Asante. Naitwa Imelda Gaitani Makela. Kwanza kabisa naomba niseme tu kweli nilimisi ile vibe. Alafu tena pili nirudie maneno kidogo. Mheshimiwa amesema hapo kwamba alikengeuka. Yaani katika kukengeuka mheshimiwa, kiukweli na mimi nilikengeuka. Tena nilikengeuka nikiwa mjumbe kamati tendaji jimbo la Iringa mchaguliwa. Kiukweli imenipa shida. Na lengo na madhumuni ni katika kujifunza kitu. Kwamba tuone. Lakini katikati ya kujifunza kitu, kiukweli sikuona cha kujifunza zaidi ya kupoteza. Tumepoteza muda zaidi kwa nawaza kuna watu wangu kwa wa Chadema unaweza kufuata kuna hiki watu wafu walinizoea vile. Kilikuwa nimeteseka, sio uongo. Nimeteseka. Lakini yote ya yote nisiongee mengi. Yote ya yote nilichojifunza kikubwa, Chadema tuna upendo wa dhati sana. Mimi nimejifunza hata katika shughuli mitaani humo. Nikana mimi vile vilemba vya Chadema. Hata upande wetu wa wenzetu ni wao wanaongea sana, lakini swala la kushikamana mitaani kiukweli tumewazidi. Kwa ile ilinipa shida, lakini siwezi kuzungumza sana. Mimi nimerudi nyumbani. Kwa hiyo nawapenda wanachama wenzangu, nawapenda sana chama changu nakipenda, na ndio maana bila wasiwasi nimefika hapa kuona wenzetu sasa tumerudi ili mtupokee tuende tushike gurudumu moja tuone wapi tunafika. Jamani nawapenda, yangu ni hayo. Ready. Hii pause. Kwa majina anaitwa Alfred Jeremia Ngamilo. Nilikuwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema toka uzaliwa wangu. Sijawahi kujiunga na chama chochote kabla, ila baada ya kutoka Chadema nikaenda kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Awali yoyote niseme tu, kwanza nianze kuomba radhi ndugu zangu, familia yangu ambao tulitoka nao mbali, tulifanya nao mambo mengi kwenye siasa, tumekutana na mambo mengi, lakini kunao sababu pia kidogo zilitokea. Lakini kama nirejee maneno ya mchungaji Peter Simon Msigwa, ile ilikuwa sio sababu ya kutoka ndani ya Chadema na kwenda kujiunga Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwaombe sana radhi wana Chadema wenzangu na familia yangu ambao tulitoka mbali sana na nyinyi. Naombeni radhi sana wana Chadema. Lakini pili, kwa nini leo niko hapa? Kurejea tena kuendelea kufanya shughuli za Chadema na kuungana na wenzangu. Kunao mengi naweza nikasema. Mfano, umetolea mfano hapa mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa ambao sasa hayupo hapa. Tulistahili kuwa naye hapa. Ni mtoto wa dada yangu. Unajua, hayupo hapa leo. Nawezaje kukaa sehemu ambayo nafahamu system serikali kwa ujumla imeshindwa kuwasimamia watu wake mpaka kuhakikisha watu wanapotea. Yaani kwenye familia mtu hayupo,
jeshi la polisi hayupo na hakuna anayejua wapi mtu alipo. Ni vitu vigumu sana. Ni vigumu sana. Lakini pia ukiacha hayo, mimi ni mhanga Oktoba 29. Kwa nina mengi. Kwa nikawa najiuliza, nawezaje kukaa sehemu ambayo serikali haiwezi kuwalea watu wake, haiwezi kuwasimamia watu wake. Ni vitu vigumu mno. Kwa nimeshindwa kimsingi. Na ndio maana leo nimerejea kwenye familia yangu na kwenda kwenye sehemu ambayo huwezi kuambia, yani unaona hichi ni kinyesi, unalazimishwa useme ubuyu. Sio kweli. Kwa nimerejea huku ili niendelee kupambana kupigania haki ya watu wanaopotea, wanaotekwa. Twende tukalie kwa pamoja. Sio hapa wengine wanalia huku, wengine wanalia huku, sio kweli. Kwa nimerejea ili nije nifanye kazi na wenzangu. Ni hayo tu. Labda tufahamu kwamba huko ndani ya Chama cha Mapinduzi ulienda kwa kulazimishwa, ulienda kwa kushawishiwa au ulienda kwa hiari yako, lakini pia umesema wewe ni muhanga wa Oktoba 29 na wewe ulikuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Uhanga wako unakujaje kujaji? Kwanza nianze kusema tu kwamba niliendaje Chama cha Mapinduzi. Nilienda kwa sababu ya jazba na hasira, kwa sababu ya kuna mambo yalitokea ndani ya chama ambayo kimsingi hatuwezi kueleza hapa, tayari tulishakuwa tumeweka sawa. Lakini pia kuwa muhanga na wakiwa niko ndani ya Chama cha Mapinduzi, ile situation ilikuwa imwangalie wewe ni mwanachama wa ACT, wewe ni mwanachama wa Chadema, wewe ni mwanachama wa Chauma, ilikuwa imwangalie yoyote. Na ilitukuta tulikuwa majumbani, kila mtu alipata adha kadi alivyoipata. Kwa na mimi ni muhanga kwa sababu nilishambuliwa kwa risasi, na iko wazi kwa sababu hata kwenye orodha ya takwimu ya kitaifa jina langu lipo. Kwa hiyo iko wazi, sio kama ninasema kitu ambacho hakipo, iko wazi. Unawaasa nini labda vijana wenzako ambao wapo ndani ya hivi vyama vya siasa, kwa sababu vyama vya siasa ni kwa ajili ya wanachama wote? Hii kutangatanga kuna madhara gani? Mimi nawaasa tu vijana wenzangu, tujifunze kusimamia misimamo yetu na tujifunze kuwa na mawazo ya kibusara. Tunapotokea jambo tusikurupuke, tukae chini, tudefine nini cha kufanya. Tuombe ushauri hata kwa wazee wetu, bibi zetu, babu zetu, kwa sababu wao wana busara zaidi. Kimsingi si kufanya busara, si kutumia muda wa kukaa chini na kupewa mawazo mapana zaidi. Wenda ningefanya hivyo na wenda hata hapo tusingekuwa tulifikia. Katibu mwenezi wa ACT Jimbo la Iringa Mjini Bwana Saleh naye apate muda wa kuzungumza. Commander Peoples. Kwa jina naitwa Saleh Rajab Chande, nilikuwa katibu mwenezi wa Jimbo la Iringa Mjini ACT Wazalendo. Leo hii nimeamua nikiwa na akili timamu, sikushindikizwa na mtu, nimeamua mwenyewe kwa ridhaa yangu baada ya kuona kwamba tulikimbia ndani ya chama, tuliondoka ndani ya chama, lakini baadaye ya kwamba tukaona kwamba wazi tumekengeuka, tumetoka sehemu bora, tumekwenda sehemu iliyokuwa si bora. Leo hii nitamke kauli yangu, kwanza niwaombe wanachama wenzangu msamaha kwa yote yaliyokuwa yametendeka. Niseme kwamba nawaomba mnikaribishe, naomba mnipokee. Ndugu zangu, yako mambo mengi. Najua mwandishi alishajiandaa kuja kujiuliza kwamba kwa nini uliondoka Chadema na umekwenda huko. Kiufupi tu niseme kwamba wazi kuna vitu ambavyo kiasi kwamba vilijitokeza ndani ya chama ambavyo mpaka nimefika hapa nafikiri kwamba wazi tumeshavijenga na vimekwisha, hatuwezi kuyarudia tena matapishi mara ya pili. Kwa hiyo niseme kwamba mimi niendelee kuomba tu msamaha, lakini baada ya kutoka kuna mambo tumejifunza ambaye kiasi kwamba kuondoka bila kufata utaratibu, mwisho wa siku tunashangaa vijana wenzangu ama wazee wenzangu, tunashangaa kwamba tunabaki tuna tangatanga. Nichukumie nafasi hii ya kusema kwamba sehemu sahihi ni Chadema. Huku kwingine tunapoteza muda kwa sababu chama chetu kina utaratibu, mwongozo wake ni katiba. Bahati nzuri katiba yetu, na mimi nishakuwa kiongozi vile vile wa Chadema kwa katibu mwenezi wa kata, tunaelewa. Kwa hiyo katiba yetu iko sahihi kabisa kuliko huku tulipokuwa tufanyeje, tulipokuwa tumetoka. Ndugu waandishi wa habari,
nisiongee maneno mengi sana. Nafahamu kabisa ya kwamba inaweza kuwezekana kuna wengine watasema kwamba huyu mtu amekuja mguu ndani mguu mmoja nje, lakini kabla sijaingia hapa kurudi tena Chadema, nilikuwa naendelea kutekeleza majukumu ya Chadema, kuendelea kufanya kampeni, kuendelea kujenga Chadema kabla leo sijafika hapa. Kwa hiyo niwathibitishie ya kwamba kama alipokuwa amezungumza katibu mwenezi hapa kwamba wazi hii damu haikubaliki kwa CCM. Wanatushtua, tuseme hatuaminiki CST, si CCM, si chama gani. Tunaonekana kabisa kwamba sisi ni wanachama wa Chadema na roho kweli ziko hapo kwa Chadema. Hakuna namna kwani. Kwa hiyo nizungumze tu ndugu waandishi wa habari, sisi kwamba wazi tulikwenda kupanga, tulisahau kama kuna nyumba tulikuwa tumejenga wenyewe, tumerudi kulinda. Tunafahamu kwamba vyama vyote vya upinzani shabaha yenu moja tu, kwamba kuja kushika dola. Na wewe unasema kwamba ulikuwepo huku Chadema ukaondoka kwenda ACT Wazalendo. Unaona ni kwa kiasi gani kwamba wanachama hamahama mnavyoathiri mshikamano wenu? Lakini pili, unafikiri kuna haja gani ya kuwa na katiba mpya? Haja ya kwanza ya katiba mpya ni jambo la kitaifa, ni jambo la Watanzania. Hiyo ni haki ya sisi Watanzania kuipata katiba mpya. Namba moja. Namba mbili, kitendo cha kuhama, nimesahau kifungu cha ngapi la nambari nukuu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitendo cha kwenda chama fulani na kwenda kwa ridhaa yangu na wewe ukinikatalia nisiende, kwa mujibu wa katiba yetu ni kosa kisheria. Kwa hiyo kwamba mimi kitendo leo hii nimerudi Chadema, niko sehemu sahihi, niliko kwa nimechagua mwenyewe, na mtu akinizuia nisije hapa, nimefanya kosa vile vile, atakuwa amefanya kosa kisheria. Kwa hiyo mimi niseme kwamba wazi, nirudi kwenye jibu la kwanza, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si mali ya chama, ni mali ya Watanzania wote, na tutaendelea kuipigania, kugombania, kuhakikisha kwamba wazi tunapata chombo kilichokuwa sahihi, kwa sababu tumeona chaguzi mbalimbali zinakuwa zinafanyika, kwa sababu katiba tuliyokuwa naye hii ya sasa mwaka 77 inaonekanika kwamba wazi ni katiba ya chama kimoja kinachokuwa kinalenga. Kama katiba hii ingekuwa ya watu wote, basi tusingeingia kwenye virungu, kwenye bunduki. Wangu wanaiheshimu katiba inasema nini, kwa sababu katiba hii haiheshimiki, na ndio maana sasa tunataka katiba ya wananchi. Ndugu mtangazaji, yako mambo mengi sana ya kuzungumza, lakini niseme kwamba wazi kazi kubwa ya chama, lengo letu sisi kubwa ni kuchukua dola, na nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu chama hichi ndio kinakwenda kuchukua dola. Labda nyie kama ACT Wazalendo, kama ACT Wazalendo, tumeona kwamba mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, yupo gerezani mpaka leo, na chama hichi ambacho umekuja kimezuiwa kufanya siasa kwa takriban zaidi ya mwaka mmoja. Kwa kiasi gani nyie kushikiliwa kwa bwana Tundu Lissu kama vyama vya upinzani, hususani ACT Wazalendo, mlikuwa mnaumizwa? Kwanza mimi nichukue nafasi ya kukushukuru kwa swali zuri, lakini napoongea hapa tafsiri yake ya kwamba si mwanachama tena wa ACT Wazalendo. Nilikuwa nafikiri ungeniuliza sasa kwa chama nilichokuepo sasa. Kwa kiasi gani mlikuwa mnaumizwa? Kuumizwa kwa huko nilipokuwa nimetoka inatokana na uelewa wa mwenyekiti wa chama hicho, kwa sababu kwamba wenzetu Chadema kuanzia mwanzo walisema hatuwezi kuingia kwenye ligi ya ushindano wa kisiasa mpaka tuyapate mambo 1, 2, 3. Hilo jambo lilishindikanika, lakini kwamba unakuta kitu kingine kwamba mtu mnasukumwa mwende kwenye uchaguzi, lakini wanachama wengine hawahitaji kwenda kwenye uchaguzi, na wenzetu Chadema huku wameshaonesha msimamo, hatuendi kwenye uchaguzi, lakini wengine wanasema tunakwenda nini kwenye uchaguzi. Na ndio ndipo mimi kama nilipokuwa kama katibu mwenezi wa jimbo la Iringa mjini, nimejifikiri, nafikiri kwamba lazima tuangalie maslahi mapana kwa taifa linalokuja kesho na kesho kutwa. Kwanza niwapongeze sana wanachama wote mliofika siku ya leo. Huo ulikuwa ni usajili, lakini
Kwa nyongeza niwaambie Watanzania wote, vita ya kupigana Chadema na CCM ilishaisha tangu mwaka 2015. Huko ndiko tulikomaliza vita ya kupigana Chadema na Chama cha Mapinduzi. Iliyobaki vita ni ya vita kati ya mifumo ya dola na Chadema. Isingekuwa hiyo, sasa hivi Chadema ingekuwa Ikulu, na tumebakiza padogo sana kuichukua Ikulu. Kwa hiyo ukiwa mwana Chadema mahali popote unaamini misingi ya Chadema, amini upo karibu kuwa sehemu ya watu wanaoshika Ikulu. Hilo halipingiki. Kwa hiyo nilitaka niwaambie hivi, watu watembee kifua mbele. Lakini chama hiki tumefungua dirisha, yani mambo ndiyo kwanza yanaanza. Huko tuendako kuna mafuriko. Sasa nisiwe mzungumzaji sana, nimkaribishe bosi wangu hapa, katibu, azungumze mambo ya kiutendaji. Tunatokaje hapa kwenda mbele. Karibu sana katibu wangu. Chama wa jimbo la Iringa mjini, sisi tumewapokea wageni wetu na wanachama wapya, na nimezungumza hapo mwanzo kwamba tutawapa ushirikiano kama kamati tendaji, na mnaona siku ya leo ni kwamba sisi tulikuwa tumekaa kikao chetu cha kamati tendaji, tulikuwa tumeazimia kwamba tuwaite kama tulivyoita siku ya leo. Kwa hiyo kiutendaji ni kwamba tutaendelea kushirikiana nao katika shughuli za chama pale ambapo inabidi. Nadhani kwa kuzungumza hayo, niseme kwamba kama Chadema jimbo la Iringa mjini tutaendelea kusimama kupigania, kwa sababu Chadema imeundwa ina misingi mikubwa minne. Msingi wa kwanza wa Chadema ni uhuru. Uhuru wa watu wote. Sisi kama chama tunasimamia kupigania uhuru wa kila Mtanzania. Msingi wa pili wa Chadema inaamini katika haki. Kwa kama Chadema sisi tumesimama mstari wa mbele kupigania haki za kila Mtanzania, haki za kila mwananchi. Msingi wa tatu wa Chadema tunaamini katika maendeleo, kwamba kila Mtanzania anapaswa kufanya shughuli ambayo itamletea maendeleo, lakini iwe shughuli haitakiwi yaingiliwe na mtu yoyote kuvunjiwa haki yake ya kutafuta maendeleo. Kwa hiyo kama Chadema kiutendaji tuendelea kufanya shughuli za kiutendaji za jimbo la Iringa mjini, na niwapongeze viongozi wote wa kamati tendaji kwa siku ya leo kwa chetu cha dharura hichi, lakini pia niwashukuru wanachama ambao mmefika kwa ajili ya tukio letu hili ya siku ya leo. Sisi pia waandishi wa habari tunawashukuru kwa namna ambavyo mmefika, tumeshirikiana kuchukua tukio la habari. Kwa hiyo niwapongeze pia waandishi wa habari. Niseme kama chama tutaendelea kufanya shughuli za kiutendaji, na wale viongozi wa kamati tendaji tutabakia hapa kwa ajili ya mazungumzo machache ndani yangu. Ni hayo kiutendaji. Kuna kiongozi wetu hapa baraza la wazee wa kanda, Mheshimiwa Charles Ndenga, naomba bwana nimkaribishe kwa ajili ya machache anaweza kuzungumza. Karibu sana Peoples. Wazee na hekima na busara ya chama. Asante sana. Sasa mimi kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wa kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Jambo lililotokea sio dogo. Nasema sio dogo kwa sababu watu wanafikiri hiki ni kitu chepesi sana. Hiki kitu ni kitu kizito sana. Ukichukulia Msigwa alivyotoka hapa, alipokelewa na kamati kuu, yani chombo cha juu kabisa cha chama kule juu. Lakini Msigwa sisi tumeanza kumpokea nyumbani kwanza hapa alipotokea, na hakuna ambaye atatudanganya kwamba hakuumia kitendo cha Msigwa kuondoka hapa kwenye jimbo la Iringa mjini na kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Hakuna ambaye hakuumia. Sisi wote nafikiri tulifanya nini? Tuliumia, lakini tulikuwa tuna mioyo ile ya kijasiri. Lakini uzuri wake ni kwamba ndugu yetu pamoja na kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kama anavyosema, alikuwa na misi sana huku, tulikuwa bado tuna mawasiliano naye. Tulikuwa bado tukionana, tunaongea misibani, anakuja tunashirikiana. Kwa hiyo tukawa tunajua huyu wakati wowote atafanya nini? Atarudi nyumbani kwake. Na hivi amerudi nyumbani kwake kama alivyosema katibu. Katiba yetu sisi iko wazi kabisa. Yaani kwamba mwanachama mpya na mwanachama ambaye una miaka 20 kwenye chama, kwenye haki mnakuwa mko haki sawa. Kwa hiyo ni kweli mtu aliyekuja hapa sio mwepesi. Kwa wale ambao wanahofia namba zao kama alivyosema katibu mwenezi hapa,
ni kweli natakiwa wajipange, lakini kama wewe unajiamini basi tuendelee tu, lakini huyu hajaja kwa hilo kama alivyosema. Sisi tunazungumzia kikatiba. Yeye amekuja kuungana na wanachama wenzake ambao aliwaacha hapa waendeleze yale ambayo alifanya nini? Alianzisha yeye mwenyewe. Hakuna jambo lolote, ndugu waandishi wa habari, mnaloliona tunafanya hapa Iringa mjini ambalo halina mkono wa huyu bwana. Tutakuwa wanafiki hata tukizunguka haitatusaidia. Jambo lolote unaloliona Chadema linafanya Iringa mjini hapa ni mikono ya huyu. Na sio Iringa mjini tu. Mimi labda niwaambie ukweli. Kanda ya Nyasa na mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, tutaweka utaratibu baraza la wazee kanda, vile vile tuandae kikao uje uongee na sisi mambo machache, tukupokee na sisi kule juu kwenye kanda ya Nyasa unayoisikia Iringa mjini hapa. Huyu ndo aliyeijenga na ndo aliyehangaika kupambana kuhakikisha kanda ya Nyasa inatambulika kimataifa na ikawa mwiba mkali sana kwa Chama cha Mapinduzi. Kusema hivyo sio kwamba tunasema mwenyekiti wetu ambaye yupo sasa hivi afanye kazi, tunazungumzia kwamba amekuja amekuta pameshafanya nini? Pametengenezwa. Kwa hiyo aliyetengeneza lazima ufanye nini? Umsifie kwa yale mazuri ambayo ameyafanya. Kuna wengine mtaona mimi nimevaa t-shirt hii. Hii t-shirt hii mimi niliibanda nikiwa najua rafiki yangu atarudi tu. Sinaona huko nyuma. Niliibanda. Hii nilikuwa najua rafiki yangu kipenzi atarudi tuje tuliendeleze gurudumu hili alilolianzisha yeye. Sisi Iringa mjini tulikuwa wahanga. Kwa mtu ambaye hayuko Iringa mjini, kuondoka kwa Msigwa alikuwa anaona kama ni kitu chepesi. Sisi tumesheki sana alivyoondoka Msigwa. Tuwe wa kweli. Tumesheki sana Iringa mjini hapa. Sasa kama sio kweli tulisheki, mtaona moto wake sasa. Msigwa si yuko hapa? Si hana cheo chochote. Utaona Iringa inavyowaka sasa. Amina. Kwa kusema hayo, mheshimiwa mwenyekiti mstaafu wa kanda, mheshimiwa mbunge awamu 2, mheshimiwa mwenyekiti wa jimbo la Iringa mjini, yani ana vyeo vyote Iringa mjini hapa. Mimi nasema karibu sana. Karibu sana. Karibu urudi ukae na vijana wako leo watengeneza, ufanye nao kazi. Mapya uliosema umekuja nayo tena, waongezee ujasiri, twende tufanye kazi. Alikuwa chama kimeshampokea. Kwa habari ya kumwamini, habari si ya kusema tutajuaje kama yuko pamoja na sisi, hilo ni jukumu la chama sasa. Kama tulivyosema, mwanachama mgeni anayekuja, simuona akina Sumai kule wanaaminika ndani ya chama. Mtoto wa Lowassa yule si alihama na babake, lakini alipofika kule alipewa nafasi ya kugombea ubunge, na sasa si ndio mbunge kwenye jimbo lile alikuwa mbunge babake. Sasa sisi jembe letu limerudi. Sawa. Kwa hiyo mimi mheshimiwa Msigwa nilikuwa na wazo la kugombea ubunge 2030. Lakini wewe umerudi sasa na mimi naanza kujipanga. Kujua moto wake na ujua naanza kujipanga. Kwa hiyo wale wote tulikuwa tunajaribu tunajiandaa tujipange. Huyu jamani mtata. Mheshimiwa, kwa kusema hayo naomba niwashukuru waandishi wa habari. Baba Jimmy.